Music. Dada, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dada, unaitwa nani na upo kwa Mwalimu Jabali kwa dhumuni gani? Naitwa Walda. Nipo hapa kwa Mwalimu Jabali kwa ajili ya kutoa shukrani zangu za dhati. Kutoa shukrani za dhati. Kwa sababu gani mpaka utoe shukrani za dhati? Kwa sababu ya mafanikio niliyopata kutokana na dua zake. Sawa sawa. Kwa sababu ya dua zake, kutokana na dua zake umepata mafanikio, ndio mama kuja kutoa shukrani. Labda unaweza ukatuibia kidogo tutambue ulikuwa na matatizo gani au shida gani? Nilikuwa na matatizo, mimi mwenyewe nilikuwa naumwa, pia nilikuwa na ndugu yangu alikuwa na matatizo ya kimaisha, lakini amekuja hapa kwa Mwalimu Jabali akafanyiwa dua. Anashukuru, alhamdulillah, mambo yake yanaenda vizuri. Sawa sawa, mambo yake yameenda vizuri na wewe pia mambo yako yameenda vizuri. Na ndio maana upo kwa sababu ya kutoa shukrani, sio? Sasa labda unawaambia nini wengine ambao kwa Mwalimu Jabali bado hawajawahi kufika? Nawaambia Watanzania wenzangu wote waje kwa Mwalimu Jabali, kila aliyekuwa na matatizo aje, akipata dua kwa Mwalimu Jabali atafanikiwa, Mwenyezi Mungu atamjalia. Sawa sawa, Watanzania waje kwa Mwalimu Jabali, na ambao wako nje na Tanzania hata wanje pia waje. Sawa, tunakushukuru dada. Haya, asante. Dada, asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dada, unaitwa nani? Mimi naitwa Nuru. Okay, unaitwa Nuru. Upo kwa Mwalimu Jabali kwa dhumuni ipi? Nimekuja leo ni kama kutoa shukrani kwa sababu kanisaidia, nilikuwa na matatizo yangu mwenyewe kanisaidia. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili kama kutoa shukrani tu. Labda unaweza ukatuibia kidogo tufahamu ulikuwa na matatizo gani? Ndio. Nilikuwa na matatizo mawili makubwa. La kwanza swala la biashara zangu zilikuwa zinayumba. Mtaji kila nikiweka unafeli, sipati faida, yani naambulia tu hasara. Kila ninachokifanya kiendi. Kuna mtu ambaye alinielekeza hapa kwa Mwalimu Jabali. Kwa hiyo nikaona kwamba nije, na baada ya kuja kwenye dua nimekuja mara ya kwanza, kaja mara ya pili. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yangu yanaenda vizuri na namshukuru sana. Kwa jambo la pili ni kuhusu mahusiano. Mahusiano yangu kidogo yalikuwa yana changamoto. Yaani unaweza ukaa na mwanaume ukajua kabisa huyu mwanaume labda nina malengo naye, tutafika sehemu fulani, ghafla tu yule mtu anapotea. Nimekuwa napitia hiyo changamoto kwa muda mrefu. Baada ya kuja hapa nikamuelezea mahali, mnashukuru, kanisaidia sana. Na mpaka sasa hivi nishatolewa pia barua. Kwa hiyo naelekea kuingia kwenye ndoa. Mashaallah. Unalipi la kuambia wengine ambao watakaoona video hii? Kwa kweli waje, tiba zipo, watu wapo kama huyu mahali wanasaidia, waje kwa wingi kusema kweli. Yaani waje, mimi nachowashauri waje, siende kuhangaika wapi, hapa ndo kila kitu. Basi inshallah, asante sana dada kwa maelezo yako. Mwalimu Jabali, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naam, kwa mara nyingine tena Mwalimu Jabali, nimeshazungumza na wateja wako kadha wa kadha huko na nimepata feedback nzuri sana. Sasa nimerudi tena kwako ili kuweza kumaliza mazungumzo yetu, Sheikh. Mimi niseme karibu sana ofisini kwetu kwa mara nyingine tena. Karibu. Naam, Mwalimu Jabali. Naam. Tumezungumza na baadhi ya wateja zako na wametoa maelezo mazuri sana ya mafanikio yao kutokana na dua zako ambazo ulikuwa ukiwaombea kila siku. Sasa nina swali moja kama sio mawili. Sheikh, naruhusiwa kukuuliza? Kama vile ambavyo nimetoa ruksa ya waandishi wa habari popote walipo, waje waniulize chochote kuhusu tiba na mambo ninayofanya katika kituo chetu cha dua hiki. Kwa hivyo mimi nitoe shukrani kwanza kwa kushukuru kuja mara kwa mara na kutaka kuniuliza. Mimi nakupa ruksa niulize chochote kinachohusiana na
kituo changu au na mambo ya tiba. Basi inshallah. Shekhe, kuna imani ya baadhi ya watu huwa wanaamini mafanikio ni lazima utoe kafara. Wewe unalizungumziaje hili? Au na wewe pia huwa unafanyaga hizo shughuli za kafara? Ni kweli ndugu mtangazaji, hizo imani zipo zimetapakaa kila kona, lakini swala zima la kafara ni swala linahitaji ilmu, inahitaji ujuzi. Kafara kuna aina mbalimbali za kafara, lakini mimi labda nitabanaisha kidogo aina kuu mbili za kafara. Katika aina kuu mbili za kafara, ipo kafara nzuri na ipo kafara mbaya. Kafara nzuri ni zile kafara ambazo Mwenyezi Mungu anaridhia, ameziridhia, Mwenyezi Mungu anazikubali, kwa maana kufanya kafara za halali. Alafu kafara mbaya ni hizo ambazo Mwenyezi Mungu amezikataza, Mwenyezi Mungu anachukizwa nazo. Kwa hivyo kuna aina kuu mbili za kafara, na katika aina kuu mbili, aina hii moja mimi nafanya aina hii ya kafara ambazo Mwenyezi Mungu ameziridhia, mimi nazifanya na matokeo yake yapo makubwa, bimaana nawafanyia watu. Labda katika kafara hizi ambazo ameridhia, maana yake ni kuja kufanya kafara za kuchinja wanyama, maana kafara pia zipo aina nyingi. Hapa nazungumzia za kumwaga damu. Kafara za kumwaga damu ni zile ambazo za kuchinja wanyama, wanyama ambao Mwenyezi Mungu amehalalisha. Sio kila mnyama tu, ni wanyama ambao Mwenyezi Mungu amehalalisha kuchinjwa, na kuchinja kwake watachinjwa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Ndio kafara hapo imekamilika, sambamba na nia ya muhusika. Yani kafara, muhusika ana jambo lake, ana madhila, ana shida, anataka kuwa na kipato, anataka kufanikiwa juu ya biashara zake, kufanikiwa juu ya mambo yake, kufanikiwa juu ya uongozi, kufanikiwa juu anavyoongoza, anapaswa atoe kafara ya kumwaga damu ya wanyama wa halali waliohalalishiwa. Na wanyama hao kumwaga damu kwao ni kuwachinja kwa nia yako, lakini pia kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu aliumba mbingu na ardhi na vilivyomo, si vinginevyo. Na wale ambao wanatoa kafara mbaya, wale wamepotea. Kwanza wamepotea mbele za Mwenyezi Mungu, lakini pia wanapotea katika maisha haya duniani. Kwa maana kafara zile zina kawaida, zinakutamanisha vizuri, kitu kizuri, hatima yake kina mwisho, kinakusambaratisha. Tumeshuhudia baadhi ya watu wengi waliofanya makafara ya haramu, imana makafara ya kumuudhi Mwenyezi Mungu. Wengine wameenda mbali hata kuwatoa binadamu wenzao na menginevyo, na vinginevyo. Sasa kuvitaja huko, unakuta zile kafara zina masharti, na yale masharti ukikosea tu, ukijisahau, na binadamu una sifa ya kujisahau, wakati mwingine unasahau. Sasa ukijisahau tu yale masharti, umekwenda na maji. Kwa hiyo makafara hayo sio mazuri, na nawahusia ndugu watazamaji wote wanaonitazama hivi sasa, tuachane na makafara ya haramu, makafara yasiompendeza Mwenyezi Mungu, makafara ya kuonea binadamu nzio, ya kumuonea hata mnyama. Wapo watu wanatumia wanyama kufanya makafara ya haramu, mabaya, hayampendeza Mwenyezi Mungu. Hebu njoo kwa Maalim Jabbar, maana inawezekana kuna wengine elimu hiyo hawana. Sisi kama Maalim Jabbar Herbal Treatment tupo utaratibu ambao tunao wa kuelimisha juu ya makafara ya halali yanafanywaje, yanatabanaishwa na dua gani kulingana na wewe ulivyo. Nafikiri ndugu mtangazaji, nimekujibu swali lako vizuri. Mimi nimeelewa sana, nimeelewa, na nafikiri hata watazamaji ambao wanaendelea kuangalia kipindi hichi, basi na wenyewe watakuwa wamepata elimu kama nilivyopata mimi. Kwanza niseme tu tunashukuru sana kwa elimu hiyo ambayo umetupa, ni elimu kubwa.
ingawaje umetumia muda mchache kutuelimisha, tumeelewa. Labda kuna lipi lingine la ziada la kuambia watazamaji na wateja wako ambao wanaendelea kuangalia sasa hivi? Yapo mengi ya kuambia, lakini kutokana na muda wako mchache, ndugu mtangazaji, mimi leo, ndugu watazamaji na wanaonifuatilia katika kipindi hiki, kwanza niwashukuru sana na niwaombe waendelee kunifuatilia na waendelee kunipa support popote wanaponiona. Basi channel yoyote utakaponiona, wasahau kusubscribe na kulike na comment, lakini pia na kuichukua video hii kuisambaza sehemu nyingine, yani kushare kwa wengine. Na makuu mawili. La kwanza, nazungumzia ile mada ambayo niliyozungumza ya dua bure siku ya Jumatano. Kipindi kilichopita nilizungumza kuambia umma kwamba Maalim Jabbar tumeamua kuanzisha siku moja katika wiki kuwafanyia watu dua bure. Lakini sasa tumeiboresha. Tulipanga dua ni saa 9 alasiri na kuendelea, lakini maboresho yaliyofanyika ni aina kuu mbili. Maboresho ya kwanza inakuwa ni siku nzima. Ni siku nzima siku ya Jumatano kuanzia asubuhi saa 1 asubuhi mpaka saa 6 usiku. Sasa hapa kuna hatua ya asubuhi mpaka saa 6 ya mchana, mpaka saa 7 ya mchana, mpaka saa 8 na saa 9 yake. Hii ni hatua ya tiba mbalimbali na dua mbalimbali, kwa maana kuna ya mtu binafsi mwenyewe, jambo lake lifanyike peke yake, kwa sikio tunamfanyia, labda kama ataambiwa tununua ubani, ununua udi, ama kuna vifaa vinavyohitajika, ama kuna dawa za kumtibia, hizo ataenda kuzinunua mwenyewe. Kama zipo hapa, tutamtibia bila ya gharama. Yani hiyo ni free of charge, bila ya gharama. Yeye tu kama kuna jambo ataambiwa kulinunua, atanunua. Kama hakuna, basi atafanyiwa bila ya gharama kuanzia asubuhi. Alafu kuanzia saa 9 sasa ndio kuna jambo zito la dua. Kisomo tutakifanya kuanzia saa 9 mpaka saa 11:30. Tumemaliza ili watu wengine waweze kuendelea na pilika zingine. Lakini pia hapa saa 1 mpaka saa 2, saa 4, saa 5, mpaka saa 8, maana kutakuwa na josho. Josho hili litawekwa vitu mbalimbali, dawa za mvuto, dua. Josho litakuwa limesomewa kisomo, dawa za ufunguzi. Tutawaogesha watu, wataoga majosho. Maana wapo wataoga wenyewe, wapo tutawasomea kwa kuogesha, kuondoa nuksi, mikosi na kuleta mvuto wa kheri, mvuto wa biashara, mvuto kama mtu ana madhila kwenye ndoa, kama mtu ana changamoto za kwenye ndoa, mtu ana shida mbalimbali za kwenye biashara, ndugu na jamaa hawaelewani, marafiki hawaelewani, na mabosi hawaelewani. Bosi haelewani na wafanyakazi wake, kampuni, biashara haikae vizuri, basi josho hili linakwenda kukutengeneza. Lakini pia watu wataondoka nalo, tunataruhusu josho pia waondoke nalo, wakawape wapendo wao, watoto wao, familia zao, wakaoshe nyumba zao na sehemu zao za kibiashara. Kwa hiyo hili ni moja ambalo tumelisema leo tuje tulitangaze rasmi katika maboresho ya tiba bila gharama siku ya Jumatano. Lakini la pili ni kwa wale ambao wako mbali, wanashindwa kabisa kufika ofisini kwetu. Maana nimepata simu nyingi na nimepata comment nyingi, watu wananiuliza, sisi tuko mbali, hatuwezi kufika Jumatano, tunaipataje hiyo offer? Lakini pia wapo Dar es Salaam, Tanzania hii, muda hawana, wakitoka asubuhi kweli wakirudi usiku. Yani hawana muda wa kuja, wakirudi wamechoka nyumbani, familia, wakitoka wanafanyaje kupata? Tunawaambia tumeanzisha program maalum. Programu hiyo inakwenda kwenye group la WhatsApp, ambapo group la WhatsApp linasema dua ufunguzi wa matatizo yako online, ambapo cha kwanza mtu anatakiwa kufanya ni kujiunga na group letu la WhatsApp. Kwa nini ajiunge kwenye group hilo? Kwa sababu
Tunafahamu kuwa magonjwa na maradhi ni mengi yanamsumbua mwanadamu, ikiwemo changamoto za uzazi kama vile mimba kuharibika, kutoshika ujauzito, kutotungisha ujauzito, kupooza mwili na viungo vyote, kifafa cha mimba, presha kupanda na kushuka na mengineyo. Yawezekana yamekusumbua kwa muda mrefu na umekosa matibabu sahihi. Sasa hii ni habari njema kwako mkazi wa Ifakara mjini na maeneo ya jirani. Kutana na Maalim Jabari kutoka Herbal Treatment. Huyu amepewa karama na kipawa cha kuwaombea watu na kufanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.